Na wacha niwaambie kuwaonyesha kwamba mapapa wanakosea. Kitabu chao hichi kinasema papa hakosei. Kitabu kinachoitwa Papa ni Nani, ukurasa wa 30 unasema papa hakosei. Lakini nataka niwaambie mapapa wanakosea kama ambavyo wanadamu wengine wanakosea. In fact, kwenye huyu papa aliyepita alikuwa anaitwa Papa Francis. Huyu papa ambaye mpoteza maisha anaitwa Papa Francis kama tunakumbuka. Kipindi cha Papa Francis alitoa kauli ya kwamba sasa kanisa la Roman Catholic linatakiwa lianze kubariki mashoga. Yaani mashoga, watu ambao wanaoana wanaume kwa wanaume, wanapaswa kubarikiwa ndani ya kanisa la Roman Catholic. Sasa kulingana na kitabu hichi kwamba papa hakosei, ina maana hata hapo pia Papa Francis alikuwa sahihi, kwa sababu kitabu kinasema papa hakosei. Ina maana hata aliposema kwamba mashoga wabarikiwe kanisani, ina maana alikuwa sahihi. Hapana, pale alikuwa amekosea, kwa sababu Biblia inasema mashoga na walawiti wote hawataurithi ufalme wa Mungu. Wote sehemu yao ni katika lile ziwa. Ukisoma katika Wakorintho anasema sehemu ya mashoga na au watu wanaolawiti sehemu yao ni katika ziwa liwakalo moto. Sasa Biblia inalaani ushoga kwa namna kali kabisa. Lakini papa aliyetangulia anaitwa Papa Francis alikuwa anasema kanisa la Roman wabariki wapenzi wa jinsia moja. Yaani mashoga waende wakabarikiwa kwenye kanisa la Roman Catholic. Sasa mimi ninashangaa wanasema papa hakosei, na sasa wanacha kujifunza, wanaona papa anakosea. Lakini tutaendelea kuona katika masomo yajayo, tutaona jinsi ambavyo mapapa wameharibu kabisa mafundisho ya Mungu na wamewaelekeza wanadamu waweze kuwatazama wao badala ya kumtazama Mungu wa mbinguni. Kwa hiyo katika masaa mazuri, natumaini mpendo umejifunza. Mungu aweze kukubariki, na natumaini amekufunza vizuri. Geuka, zinduka, mrudie Mungu, usiendelee kuwatazama viongozi hawa kama mababa watakatifu. Watazame kama watu wa kawaida, na Mungu atakubariki.